السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, tupo katika kuikemea bid'a na kuwatahadharisha watu ya kwamba tahadharini na kujiingiza katika masala ambayo hayajathibiti katika maelezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. As-salatu ala nabi, tunakuja kuitafsiri salatu ala nabi. Tuiangalie as-salatu ala nabi inayofanyika leo na ile ambayo aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya masahaba wake, na pale walipokaja masahaba kumuulizia Mtume sallallahu alaihi wasallam masala haya, je, Mtume aliwafundisha namna gani ya kumswalia yeye? Tunasema ya kwamba as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, swala ya kumsalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, allati amara biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, laysat ile ambayo salatu ala nabi ambayo ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, laysat maanaha ar-raqsu. Jamani, aina maana ya kucheza. Salatu ala nabi haijaamrishwa ya kwamba watu wacheze, yani kwamba haipatikani salatu ala nabi iliyokuwa mzuri mpaka watu wajikusanye waanze kucheza. Hiyo salatu ala nabi aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yale maneno yaliyokuja katika Qur'ani, mafundisho ya Allahu tabaraka wa taala aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliposema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi ay ud'u lahu, muombeeni dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, na mjasalimishe usalimishaji uliokuwa kamili. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hapa hatujaona ya kwamba imetaja dufu, haijaitwaje hapa dufu, wala Mungu hakutaja kwamba watu wacheze, na Mungu hapa hajafundisha ya kwamba salatu ala nabii mpaka watu wajitikise. Laysat maanaha ar-raqs, sio kwamba maana ya kumswalia Mtume ni kucheza, wala darbu at-tabul, na wala kupiga ngoma. Waislamu wenzetu, nyinyi masufi, kwa nini mbona hamtaki kuenda ndani sana katika kuifahamu salatu ala nabi iliyokusudiwa? Kwa nini mnakuwa wabishi wakati mambo yako wazi? Nani aliyofundisha kwamba kumswalia Mtume lazima ipatikane ngoma? Kumswalia Mtume ili uonekane kwamba wewe una mapenzi ya Mtume, lazima ufanyeje? Lazima ucheze. Wala tahrikul a'jaz, na wala kujitikisa mpaka mwili unakwenda unachoka kama mnavyofanya nyinyi. Angalieni, mtaona hivyo vituko vyenu mnavyovifanya na wanavyovifanya hao wanafunzi wenu. Hivyo ni vituko ambavyo havipo katika dini. Ndugu zangu Islam, hapa hatujaambiwa kwamba kwenye salata ala nabi mpaka watu wacheze, wala darbu at-tabul, na wala kupiga ngoma, wala tahrikul a'jaz, na wala kujitikisa kucheza mpaka watu wanafikia hatua mili inachoka. Bal maanaha, isipokuwa maana ya kumswalia Mtume hapa ad-du'a lahu birrahma, kumwombea dua yeye kwa kwa kumpelekea rehema zake, wa thanau alayhi, na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kumsifu kwa mangoma na wala sio kusifu kwa kupindukisha mipaka. Wa raf'u dhikruhu, na kunyenyua utajo wake, ndio malengo, kama jaa fi shar'i, kama ilivyokuja katika sheria. Ndugu zangu Islam, kila kitu kipo wazi, hakuna mambo ya kuongopeana siku hizi, yani kuleta uzushi, kuleta uongo katika dini. Kila mmoja kashaamka sasa hivi. Ndugu zangu Islam, tunaenda kidogo kidogo mpaka mtaelewa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tukienda tena katika swala hili la
kutaka kujua namna ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuonyesha upendo kwake yeye, Waislamu inabidi wapite njia hizi ambazo tunazozielekeza. Aliposema Allah tabaraka wa taala katika suratul Ahzab 56, aliposema ya kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu, kwa sababu hii ndio dalili yenu kwamba Mungu amesema, Mungu na malaika wake wanamswalia mtume. Ndugu zangu Waislamu, kwa kucheza? Ndugu zangu Waislamu, kumswalia mtume kwa kupiga ngoma, ni swalati ya aina gani? Subhanallah. Yani nyinyi mnaleta vitu ambavyo yani hata mtoto mdogo anakwenda na wachekeni kumswalia mtume. Yani mtu asikae sehemu ukasema we Allahumma salli ala Muhammad, hivi hapa kuna nini? Kinashinda kitu gani jamani? Subhanallah. Yani mpaka ucheze ngoma, mpaka unatoka pale mwili wote umechoka ule pale. Nani kafundisha salatu ala nabi aina hii? Fasalatu ala nabi, swala ya kumswalia mtume, thanauhu, kumsifu kwake, alayhi fil mala'il a'la, wa salatul malaika, na sala ya malaika, duauhum, ni dua zao hao malaika linnabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kumwombea dua. Yani wewe unakwenda kuomba dua unacheza? Subhanallah. Ni nani aliyofundisha kwamba watu wakiomba dua inabidi wacheze? Nani aliyoleta mambo haya kwamba kwenye kuomba dua watu wacheze, kwenye kuomba dua zichukuliwe dufu, ndo pale ndio yaonekane kwamba malengo, yani yaonekane kwamba dua hiyo itakubalika zaidi pale itakapopigwa dufu. Subhanallah. Wallahi haya ni mambo ya nini? Ya uzushi. Huu ni uzushi. Waislamu, acheni uzushi. Dini imekamilika, dini imeshabainishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wasalatul mu'minina duauhum lahu, ni dua pia. Swala za waumini kumswalia mtume ni dua kwa nani? Ni dua kwao kwa kumwombea mtume. Kaulihim, kama kusema kwao, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah mpelekee rehma na salama juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua iombi kwa dufu, ndugu zangu Waislamu, na wala haiombi dua kwa kucheza. Tunaambiwa kwamba unapokaa mbele ya Allah lazima unyenyekee, ukae vizuri, ili nini? Unyenyue mikono yako kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu. Sasa unacheza kweli? Hata hiyo dua yenyewe itafika? Ndugu zangu Waislamu, hata nyinyi wenyewe muone kwamba kweli hapa sisi tunafanya mambo ambayo hayaingia akilini. Mnawapoteza watu, alafu mnawasingizia wazee wetu. Wazee wenu wapi? Ni nyinyi wenyewe matamanio yenu. Kwani kuna wazee wangapi walioachana na mambo kama haya? Lakini nyinyi tu kwa sababu nini? Nafsi zenu zimeshakufa na uzushi, zimeshakufa na matamanio yasiyokuwa na maana wala adilla wala dalili. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, man salla alayya, atakeni swalia mimi. Hadithi imekuja kama hivi, atakeni swalia mimi, maana yake atakeni ombea dua mimi, wahida, dua moja tu, sallallahu alayhi biha 10, Allah anamwombea dua mtu huyo mara 10. Walam yaqul, akusema mtume katika hadithi hii sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya, atakeni swalia mimi. Sikiliza maneno hayo, na nyinyi makhurafi, angalieni ibara hizo tunavyozitafsiri sisi wenzenu. Hatujasikia hapa kwamba mtume kwenye as-salatu ala nabi antadhriba madha ad-duf, akusema kwamba ipigwe dufu. Walam yaqul sallallahu alayhi wasallam, walam yaqul, akusema mtume, man salla alayya, yoyote mwenye kutaka kuniswalia mimi, falyadrib at-tabl, apige ngoma. Hajasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kuniswalia zipigwe ngoma na matwari. Sasa nyinyi matwari mnayachukua wapi? Ngoma hizo mnazichukua wapi? Huko kucheza nani kakufundisheni? Tuliwakuta pale Madina wanaendeleza wanamnina na mikuki, walikuwa wanacheza ngoma pale, zilikuwepo dufu. Hebu tuambieni, haya mkileta dalili hiyo, je, zilikuwepo dufu pale? Walikuwa wanapiga dufu pale? Walikuwa wanakata viuno pale kama mnavyofanya leo hivi?
Waislamu msiwe watu wabishi. Sasa yani kinachostaajabisha kwamba dini hii haihitaji rai ya mtu, inahitaji dalili, na inahitaji akili ya mtu, inahitaji ifuase akili ile ile aliyokapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam akusema man salla alayya falyadrib at-tabl, apige ngoma, au liyarqus, ama acheze, au liyuharrika jasadihi au jasadahu, awala hajasema ya kwamba yoyote anayetaka kuniswalia mimi ili swalatu yake iwe mzuri mpaka apige matwari, mpaka apige ngoma. Lam yakul nabii sallallahu alaihi wasallam wa lam yurakhis, na wala hakuruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam al-ashabi mbele ya nini, masahaba wake, hajaruhusu masahaba wafanye jambo hili. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, lakini alichosema Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, qulu allahumma salli ala Muhammad, amesema Allah mpelekee rehma na salama ala Muhammad, juu ya mtume wetu Muhammad, wa ala ali Muhammad, pamoja na jamaa zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiki ndio alichokifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa hatujaona hadithi kwamba inafundisha dufu, kwamba aswaliwe Mtume kwa dufu, na hapa hatujaona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwalia, yani nani, angalau kujikwalia tu kusema kwamba angalau mkishindikana kwa na dufu, angalau kucheza chezeni. Hajasema hapa Mtume. Wa hadha huwa maana salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio maana ya kumswalia mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Wa amma qawluhu ta'ala, na amma aliposema Allah tabaraka wa taala yusalluna ala nabi, falaysa maanahu, aina maana ya kwamba anna Allah, hakika ya Allah tabaraka wa taala wa malaikatahu yarqusuna, aina maana kwamba Mungu anacheza, au yadribuna ad-dufuf, ama wanapiga madufu taala Allah tabaraka wa taala. Yani kwenye salatu mfungo sita huu, hata Mungu na mtume na malaika wake na waumini wanamsalia mtume kwa kucheza dufu. Ina maana Mungu anacheza dufu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ina maana Mungu anacheza dufu, anajitikisa kama mnavyofanya nyinyi masufi. Subhanallah. Alafu nasema mawahabi wagomvi, wahabi hawaelewi, nyamuelewi, Mungu anacheza. Hebu tupeni dalili. Tunataka angalau dalili moja tu ya kuonyesha kwamba Mungu alipoleta maneno haya kaamrisha ndani yake zichukuliwe dufu, na kaamrisha kwamba kumswalia mtume lazima ikuwepo kwa mwezi wa mfungo sita. Na nikasema wapi? Ndugu zangu Waislamu, msilete uzushi katika dini. Dini imekuwa wazi, na nyinyi wazee msifuase mikumbo, kaeni madarasani, watafuteni watu ambao wenye kuelimisha watu, sio hao watu wa matamanio, watakuchelewesheni muda yenu. Wazee, muda umeenda. Wabayana, na hapa ndugu zangu Waislamu tunasema wa innama likulli salatin maanaha, kila salati ina maana yake, bihasbi min sadrati minhu, kutokamana na zile masadiri yake. Ndugu zangu Waislamu, msilete uzushi katika swala hili. Tunakemea kwamba halimo la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ili uonekane una mapenzi ya kumswalia mtume mpaka upige ngoma, uonekane kwamba una mapenzi, ili utake kuonekana kwamba una mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ucheze, ukate viuno, ufanye vile vitu vile ikhtilatat, yani unajiingiza pale michanganyiko chungu mzima. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo mnayazua nyinyi wenyewe.